Mwanamuziki nguli wa muziki wa country kutoka Marekani, Dolly Parton amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 80 Jumanne Agosti tarehe 25 mwaka 2026 mjini Nashville, Tennessee. Kifo chake kilithibitishwa rasmi na familia yake kupitia mpwa wake Siva. Alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 80 baada ya kusumbuliwa na changamoto za afya. Dolly Parton alijulikana sana duniani kote kama malkia wa muziki wa country. Alitamba kupitia nyimbo zilizovuma sana kama vile Jolene, 9 to 5 na I Will Always Love You. Kazi yake ya muziki ilidumu kwa takriban miaka 60. Mbali na muziki, alikuwa mfadhili mkubwa aliyesaidia jamii na elimu ya watoto. Dolly Parton ameacha urithi mkubwa wa muziki akiwa ameandika zaidi ya nyimbo 3,000 katika maisha yake. Nyimbo zake maarufu na zilizovuma zaidi duniani ni pamoja na I Will Always Love You aliyotoa mwaka 1974. Huu ni miongoni mwa nyimbo zake zilizopata mafanikio makubwa zaidi. Huu wimbo baadaye ulikuja kurudiliwa na Whitney Houston na kwa wimbo maarufu wa mapenzi duniani kote. Wimbo wa pili ni Jolene aliutoa mwaka 1973. Huu ni wimbo unaosimulia hadithi ya mwanamke anayemsihi mwanamke mwingine mrembo asimunyang'anye mume wake. Wimbo wa tatu uliovuma sana ni 9 to 5 ambao aliutoa mwaka 1980. Huu ni wimbo uliotumika pia kwenye filamu yake maarufu yenye jina Hero Hero, kielezea changamoto na maisha ya wafanyakazi wa ofisini. Wimbo mwingine ni Coat of Many Colors aliutoa katika mwaka 1971. Wimbo huu wa kihistoria unaelezea maisha ya umaskini aliyokuwa nayo utotoni huku Tennessee na jinsi mama yake alivyomshonea koti la vipande vya vitambaa kwa upendo. Wimbo mwingine ni Islands in the Stream aliutoa katika mwaka 1983. Huu ni wimbo wa ushirikiano aliouimba na nguli mwenzake Kenny Rogers ambao uliongoza chati mbalimbali za muziki duniani. Wimbo mwingine unaitwa Here You Come Again aliutoa katika mwaka 1977. Huu ni wimbo uliomsaidia Dolly Parton kuvuka kutoka kwenye muziki wa country pekee na kukubalika kwenye chati ya muziki wa pop. Kila wimbo mkubwa wa Dolly Parton umebeba kisa cha kweli na cha kugusa moyo kutoka kwenye maisha yake. Urithi wa kazi za muziki za Dolly Parton ni miongoni mwa mambo makubwa na yenye ushawishi mkubwa zaidi katika historia ya tasnia ya burudani duniani. Safari yake ya muziki iliyodumu kwa zaidi ya miongo 6, yani miaka 60, imeacha alama zisizofutika kupitia mafanikio yafuatayo. Zaidi ya nyimbo 3,000. Dolly alikuwa mtunzi mahiri sana. Alichukulia uandishi wa nyimbo kama tiba na namna kuu ya kujieleza. Mauzo ya nakala milioni 100. Kazi zake zimeuzwa kwa mamilioni duniani kote, zikimfanya kuwa mmoja wa wasanii waliouza kazi nyingi zaidi katika historia. Albamu 50 za studio, kuanzia albamu yake ya kwanza ya Hello I'm Dolly aliyoitoa mwaka 1967 hadi albamu yake ya mwisho Rockstar, amekuwa akitoa kazi mfululizo. Wimbo wake wa mwisho kushirikiana na wasanii wenzake ulitoka mapema Januari mwaka 2026. Hizi ni tuzo na rekodi za chati. Tuzo 11 za Grammy. Ameshinda tuzo hizi kubwa za muziki mara 11, huku akiwa ameteuliwa, yani nominated, mara 55 katika maisha yake. Nyimbo 25 zilizoshika nafasi ya kwanza. Ana rekodi ya kuwa na nyimbo 25 zilizofikia nafasi ya kwanza kwenye chati za muziki wa country za Billboard. Rock and Roll Hall of Fame. Alipewa heshima ya kuingizwa kwenye ukumbi huu wa kifalme wa marapa na wanamuziki magwiji duniani. Kuvunja mipaka ya mitindo ya muziki, Dolly Parton alifanikiwa kuvuka ukuta wa muziki wa country pekee na kuunganisha mashabiki wa muziki wa pop na rock na mitindo mingine. Nyimbo zake kama I Will Always Love You na Jolene zimefunikwa, covered na wasanii wa vizazi na mitindo mbalimbali. Mbali na tuzo za kawaida za ushindani, Dolly Parton alitunukiwa tuzo kubwa zaidi za heshima kitaifa na kimataifa kwa mchango wake wa kipekee katika sanaa na utamaduni wa binadamu. Grammy Lifetime Achievement Award aliyopata katika mwaka 2011. Hii ni tuzo ya juu zaidi kutoka kwa taasisi ya Grammy inayotambua mchango wake wa maisha yote katika tasnia ya muziki. Kennedy Center Honors
Hii ni award aliyoipata mwaka 2006. Hii ni heshima kubwa ya kitaifa nchini Marekani inayotolewa kwa wasanii walioacha alama kubwa kwenye utamaduni wa nchi hiyo. National Medal of Arts. Hii ni zawadi aliyoipata mwaka 2005. Nishani ya juu zaidi ya sanaa nchini Marekani aliyokabidhiwa na rais wa nchi hiyo katika ikulu ya White House. Library of Congress Living Legend alipata mwaka 2004. Hii ni tuzo kutoka maktaba ya bunge la Marekani ikimtambua kama mito ya hai kutokana na mchango wake mkubwa katika urithi na utamaduni wa Marekani. Hollywood Walk of Fame ana nyota 2 kwenye barabara hii ya heshima huko Los Angeles, moja kwa msanii wa pekee yani solo na nyingine kwa ushirikiano wake na Emmylou Harris na Linda Ronstadt. Aliwahi pia kupata tuzo ya mwanamke bora wa mwaka wa Billboard mwaka 2020. Alipewa tuzo ya Billboard's Women in Musical Icon Award kwa kuwa mfano wa kuigwa na nguzo imara kwa wanawake wote katika tasnia ya muziki. Kifo cha Dolly Parton mnamo Jumanne Agosti tarehe 25 mwaka 2026 kimeacha simanzi nzito duniani. Wasanii wenzake wakubwa kutoka mitindo mbalimbali ya muziki na tasnia ya filamu wamemlilia kwa maneno ya kugusa moyo, wakisifu upendo, ukarimu na kipaji chake cha kipekee. Hizi ni mojawapo ya salamu za simanzi kutoka kwa magwiji wa muziki. Wa kwanza ni Taylor Swift. Alieleza masikitiko yake akisema, dunia bila Dolly haionekani kama inawezekana, haiendani na ukweli wala haijanyooka. Alimshukuru kwa kuandika nyimbo zilizorainisha mioyo migumu na kwa kufunga milango kwa wasichana wadogo kama yeye kutimiza ndoto zao. Beyonce, huyu ni msanii ambaye hivi karibuni alirudi wimbo wa Jolene. Aliandika kwenye tovuti yake, ulitufundisha masomo mengi kuhusu jinsi ya kuwa wewe mwenyewe bila uoga. Ninashukuru kwa sanaa yako, moyo wako, ukarimu, ucheshi na ujasiriamali wako. Msanii wa tatu ni Sir Paul McCartney. Huyu ni nguli wa bendi ya The Beatles. Alisema ni vigumu kuamini habari hizi za kusikitisha na kuongeza, waandishi wake wa nyimbo, uimbaji na ufadhili wake vilikuwa havina kifani katika ulimwengu wa muziki. Ni vigumu kufikiria kuishi duniani bila Dolly. Msanii mwingine ni Sir Elton John. Alieleza kushtushwa kwake na kusema ni jitu la usanii wa kipekee na asiyeweza kubadilishwa na yeyote, mwenye moyo wa fadhili zaidi. Rebecca McEntire, rafiki yake wa karibu na nguli wa muziki wa country, alisema mpenzi wangu Dolly amepita kwenda upande wa juu na mkuu zaidi. Dolly, asante kwa mambo yote mazuri uliyotufanyia hapa duniani kupitia moyo wako mkubwa. Eminem, rapa huyu maarufu, alishare ujumbe wa pongezi aliowahi kutumiwa na Dolly na kuandika, hata kwa mtoto ambaye kwa kiasi kikubwa alisikiliza muziki wa rap, yeye alikuwa icon. Hizi ni mojawapo ya pole kutoka kwa waigizaji wenzake wa filamu. Sally Field, waigizaji wenzake kwenye filamu ya Steel Magnolias, alisema kama kweli kuna malaika duniani, basi tumepoteza mmoja sasa hivi, hakutakuwa na mwingine kama Dolly Parton. Jane Fonda na Lily Tomlin, waigizaji wenzake wa filamu ya Chati ya 9 to 5, walimulilia kama mpatanishi mkuu wa binadamu. Jane Fonda aliongeza kuwa Dolly alikuwa mfikiri mzito, mwenye uwezo wa kuona ukweli wa watu hadi ndani ya mioyo yao. Heshima hizi zinaonyesha jinsi Dolly alivyopendwa na kuvuka mipaka ya vizazi, mitindo ya muziki na nchi. Rais Donald Trump ametangaza heshima maarufu ya kitaifa kwa kuamuru bendera zote za Marekani zishushwe nusu mlingoti kote nchini kwa muda wa wiki moja nzima kufuatia kifo cha nguli wa muziki Dolly Parton. Viongozi wakuu wa kitaifa nchini Marekani hivi ni jinsi walivyomuenzi amri ya kushusha bendera. Muda wa maombolezo, Rais Donald Trump alitoa amri ya rais, yani presidential order, kwamba bendera zote za Marekani ikiwemo ile ya ikulu ya White House na maeneo yote ya umma zishushwe nusu mlingoti kwa kipindi cha wiki moja kuanzia Jumanne jioni Agosti tarehe 25 mwaka 2026. Huu ni ujumbe wa Rais Trump kupitia mtandao wa Truth Social. Alimuelezea Dolly kama mmoja wa waimbaji bora zaidi wa muziki wa country na kwingineko kuwahi kutokea. Aliongeza kuwa kifo chake ni pigo na hasara ya kweli kwa mamilioni ya watu, kwani hakutakuwa na mwingine kama yeye. Salamu kutoka kwa viongozi wa majimbo Tennessee,
viongozi kutoka kwa jimbo la nyumbani alilozaliwa la Tennessee, ambako pia alifia mjini wa Nashville, walitoa heshima zao za dhati kumtaja kama nguzo kuu ya utamaduni, uchumi na utalii wa jimbo hilo kupitia mchango wa mbuga yake ya burudani ya Dollywood na mifuko yake ya kuisaidia elimu. Salamu kutoka kwa wanasiasa wa vyama vyote. Kutokana na uwezo wa kipekee wa Dolly Parton wa kuunganisha watu bila kujali itikadi zao za kisiasa, wanasiasa kutoka pande zote, wanachama wa Republican na Democratic, walimwaga sifa kwake, wakisifu moyo wake wa kutoa na kusaidia jamii kupitia taasisi yake ya Imagination Library inayopeleka vitabu vya bure kwa mamilioni ya watoto duniani. Heshima hii ya kushusha bendera kitaifa kwa ajili ya msanii wa muziki ni tukio adimu sana nchini Marekani, na inaonyesha ukubwa wa nafasi aliyokuwa nayo Dolly Parton kama nembo ya taifa hilo. Dolly Parton ameacha utajiri mkubwa unaokadiriwa kati ya dola milioni 450 hadi milioni 650 kwa kuwa hakuwa na watoto wake wa kuzaa na mume wake Carl Dean aliyefariki mwaka 2025. Dolly aliweka mipango thabiti ya kisheria ili kuzuia migogoro na kuhakikisha utajiri wake unatumika kuendeleza miradi ya jamii, hasa kusaidia watoto, kugharamia maktaba ya Imagination Library. Sehemu kubwa ya mapato ya miradi yake itaendelea kufadhili taasisi yake ya Imagination Library. Mpango huu unatoa na kusafirisha vitabu vya bure kila mwezi kwa watoto wadogo tangu wanapozaliwa hadi wafikishe umri wa kwenda shule. Hadi kifo chake, taasisi hii ilikuwa imeshagawa zaidi ya vitabu milioni 300 duniani kote, na mfano wa urithi wake umeratibiwa ili uendelee kuwapa watoto vitabu hivyo bure bila kujali kipato cha wazazi wao. Dolly alimiliki 50% ya mbuga kubwa ya burudani ya Dollywood Company huko Tennessee. Biashara hii itaendelea kuendeshwa na timu maalum aliyoiweka, na faida itakayopatikana itaelekezwa kwenye Dollywood Foundation ambayo inasaidia kutoa ufadhili wa masomo, yani scholarships, kwa watoto wanaotoka kwenye mazingira magumu. Dolly Parton alijifunza kutokana na makosa ya wasanii wengine na Aretha Franklin waliofariki bila kuacha wosia. Kabla ya kifo chake, alithibitisha kuwa aliacha wosia wa mfuko wa usimamizi wa mali trust uliowekwa chini ya usimamizi wa timu yake ya uaminifu na wanafamilia wake wa karibu kama mpwa wake Billian Silver ili kusimamia mgawanyo huo kwa ajili ya hisani. Dolly Parton aliwahi kusema kuwa kutopata watoto wake wa kuzaa kulikuwa ni mipango ya Mungu ili aweze kuwa mama watoto wote duniani, na urithi wake wa kifedha umebuniwa kutimiza ahadi hiyo. Dolly Parton aliamua kuanzisha mradi wa vitabu wa Imagination Library mnamo mwaka 1995 kwa sababu kuu moja ya kifamilia na ya kugusa moyo, yani kumenzi baba yake mzazi Robert Lee Parton. Hapa kuna sababu za kihistoria zilizo nyuma ya uamuzi huo. Ya kwanza ni ujinga wa baba yake. Baba kutojua kusoma na kuandika. Baba yake Dolly alikuwa mkulima maskini na mfanyakazi wa viwandani mwenye bidii sana, lakini hakuwahi kupata fursa ya kwenda shule. Kwa sababu hiyo, baba yake alikuwa hajui kusoma wala kuandika katika maisha yake yote. Dolly Parton alishuhudia jinsi jambo hili lilivyomfanya baba yake ajisikie vibaya na kukosa fursa nyingi maishani, licha ya kuwa alikuwa mtu mwenye akili nyingi sana na mwerevu wa asili. Sababu ya pili ni kutaka kuondoa upungufu huo kwa watoto wengine. Dolly alitaka kuhakikisha kuwa hakuna mtoto yeyote, hasa kutoka vijiji vya maskini kama alikotoka yeye huko Sevier County, Tennessee, anayeshindwa kupata mafanikio kwa sababu ya kukosa vitabu au kutojua kusoma. Aliamini kuwa kama mtoto akijifunza kupenda kusoma tangu akiwa mdogo, anaweza kuwa chochote anachotaka maishani. Hii ni siri ya kuwapa vitabu bure nyumbani. Dolly aligundua kuwa watoto wengi maskini hawakuwa na vitabu majumbani mwao kwa sababu wazazi walishindwa kuvinunua. Aliamua kuwa vitabu hivyo vitumwe kwa njia ya kuposta moja kwa moja hadi nyumbani kwa watoto, vikiwa vimeandikwa jina la mtoto mwenyewe. Jambo hili liliwafanya watoto wajisikie wa kipekee na kutarajia kwa hamu ujio wa kitabu kipya kila mwezi. Sababu nyingine ni furaha ya baba yake kabla ya kufariki. Kabla ya baba yake kufariki dunia mnamo mwaka 2000, alishuhudia mradi huo
ukikua na kuanza kusaidia maelfu ya watoto. Dory aliwahi kusimulia kwa baba yake alikuwa akifurahi sana watoto walipomuita the book lady, yani mwanamke wa vitabu, badala ya kumuita nyota wa muziki, na jambo hilo lilimfanya baba yake ajivunie sana mradi huo. Kutokana na upendo wake kwa baba yake, mradi ambao ulianza kama wazo dogo na kusaidia jimbo lake la nyumbani umekuwa na kuwa taasisi ya kimataifa inayotuma mamilioni ya vitabu vya bure kwa watoto nchini Marekani, Canada, Uingereza, Australia na Ireland. Hizi ni taratibu za mazishi ya Dolly Parton, zitakuwa fupi na za siri. Private funeral service kwa ajili ya wanafamilia wa karibu pekee, kulingana na wosia na ombi maalum aliloliacha mwenyewe kabla ya kufariki dunia. Maelezo kamili ya taratibu hizo ni kama ifuatavyo. Ibada ya siri ya kifamilia. Hili ni ombi la Dolly. Dolly Parton aliomba asifanyiwe mazishi makubwa ya umma. Familia yake imethibitisha kuwa itafanya ibada ndogo ya faraha kwa ajili ya ndugu wa karibu pekee ili kuheshimu matakwa yake. Ujumbe wa kipekee. Mpwa wake na mkuu wa usalama wake Brian Siva alieleza kuwa Dolly alimwambia miaka iliyopita kuwa anataka kupumzika kwenye kitanda kizuri cha pamba laini, kwa sababu baada ya maisha marefu ya kuvaa mavazi mazito ya vito, yani rhinestones, hatimaye anastahili kupumzika kwa amani na faraja. Hakuna kumbukumbu ya umma, no public memorial. Hadi sasa hakuna ratiba yoyote ya ibada ya kitaifa au tamasha la umma la kuaga mwili lililotangazwa na familia yake au usimamizi wake. Hii ni jinsi mashabiki wanavyoweza kushiriki mbadala wa maua, kutoa misaada badala ya maua. Familia imewaomba mashabiki na marafiki zake duniani kote kutuma maua ya rambirambi, kutotuma maua ya rambirambi. Badala yake wameomba fedha hizo zitumwe kama michango ya hisani kwenye mfuko wake wa vitabu wa Dolly Parton Imagination Library ili kuendeleza urithi wake wa kusaidia watoto. Kitabu cha maombolezo mtandaoni. Mashabiki wanakaribishwa kuacha ujumbe wao wa faraja na kumbukumbu kupitia tovuti yake rasmi ya Dolly Parton official website au kwa kumtag kwenye mitandao ya kijamii kupitia Dolly Parton. Kumbukumbu za maeneo ya kihistoria. Huko Tennessee, mashabiki wamekuwa wakikusanyika kuweka maua na mishumaa kwenye sanamu yake iliyopo kwenye mahakama ya Sevier County, mji aliozaliwa, na kwenye ukumbi wa makumbusho wa County Music Hall of Fame mjini Nashville. Dolly Parton amefariki dunia baada ya kupambana kwa muda mfupi na ugonjwa wa saratani, yani kansa. Taarifa rasmi zilizotolewa na washiriki wake wa kituo cha afya zimebainisha mambo yafuatayo. Eneo la matibabu. Alikuwa akipatiwa matibabu katika kituo cha saratani cha Vanderbilt Ingram Cancer Center kilichopo mjini Nashville. Alifikishwa na kulazwa hospitalini hapo tangu Ijumaa Agosti tarehe 21 mwaka 2026, ambapo alipambana kwa ujasiri mkubwa hadi kifo chake kilipotokea Jumanne Agosti tarehe 25, akiwa amezungukwa na watu wanaompenda. Ingawa usimamizi wake umethibitisha kuwa saratani ndio iliyosababisha kifo chake, familia na washiriki wake hawajaiweka wazi kwa umma aina mahususi ya saratani aliyokuwa akisumbuliwa nayo. Changamoto za kiafya za nyuma. Kabla ya kugundulika kwa saratani, Dolly Parton alikuwa amepunguza safari na matamasha yake ya muziki katika miezi ya hivi karibuni kutokana na changamoto za kiafya. Mnamo Mei mwaka 2026 alilazimika kuahirisha maonyesho yake ya Las Vegas kwa ajili ya matibabu. Ujumbe rasmi wa familia ya Dolly Parton uliotolewa kwa njia ya video na mpwa wake Brian Siva, yani mtoto wa dada yake Cassie Parton, ambaye alichaguliwa na Dolly mwenyewe kabla ya kifo chake kufanya tangazo hilo kwa niaba ya familia za Parton na Owens. Ujumbe huo ulijaa simanzi, shukrani na maelezo ya kipekee kuhusu matakwa ya mwisho ya Dolly kuhusu kushirikiana na mashabiki dunia nzima. Alisema, familia yangu na mimi tumeshirika maisha yote ya kumbukumbu nzuri na Dolly, lakini nanyi pia mmeshiriki. Amekuwa kwenye televisheni zenu, vicheza rekodi vyenu, CD zenu, na kwenye orodha za nyimbo, playlist kwenye simu zenu,
akigeuka na kuwa sehemu ya familia zenu zilizopanuka, iwe mlipenda au mlikataa. Ahadi ya kulinda urithi wake, alisema, familia yetu na timu ambayo Dori alikabidhi urithi wake itafanya kazi kwa bidii na kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha kuwa roho yake inaendelea kuishi nasi milele. Kumlinganisha Dori na baba yake, alisema Dori alikuwa mkulima kama tu baba yake mzazi. Baba yake alilima udongo, lakini Dori alilima nyimbo na furaha. Maneno ya mwisho ya Dori kuhusu mapumziko, alisema, Dori alinipigia simu na kuniambia kuwa anataka kupumzika kwenye kitanda kizuri cha pamba laini, yani plush cotton. Alisema baada ya maisha marefu ya kuvaa mavazi mazito ya vito vinavyong'aa, yani heavy rhinestones, hatimaye anastahili kupata faraja na kupumzika kidogo. Hitimisho la video, Brian Siva alihitimisha ujumbe huo kwa kusema, lala kwa amani shangazi Dori na Granny Gigi. Mungu amubariki Dolly Parton na Mungu awabariki ninyi nyote. Kama kawaida atakuwa anawapenda daima. She will always love you. Tamuko la pamoja la usimamizi wake, yani timu Dori, wamesema mbali na video hiyo ya familia, timu yake ya usimamizi ilitoa tamuko lililothibitisha kuwa alifariki akipambana na saratani. Wao wamesema Dolly Parton wetu mpendwa alitumia maisha yake na kazi yake kuleta furaha, kicheko, matumaini na uadilifu katika kila kitu alichochora. Ukarimu wake usio na kifani ulifikia maisha ya mamilioni ya watu ambao hajawahi kukutana nao, lakini kila wakati alikuwepo kunyoosha mkono wa msaada. Nawashukuru sana kwa kunitegea sikio. Hivi sasa nimekuwa nikimuongelea mwanamuziki nguli wa muziki wa country kutoka Marekani, Dolly Parton, ambaye amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 80. Maulana ailaze roho yake pema peponi. Mimi kwa majina naitwa Manase Manirakiza aka Naibu Kilonzo. Asanteni kwa kunitegea sikio. Kwa herini kwa sasa.